Kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nimefukuzwa nyumbani na mshua. Kipindi ambacho nimekuja kusoma. Ni tabia gani za mtu anayetokea Kigoma akija Dar lazima zibadilike? Kitu cha kwanza waga anabadilisha lafudhi. Yaani anataka kusaundi kama mtu wa Dar es Salaam alafu lafudhi yake ile ya Kigoma inakataa. Yaani hicho ni kitu cha kwanza kabisa yani sijui inatokea nini. Hata mimi shaiki kunikuta by the way. Ishatokea hiyo. Yani unajua kuna namna lugha yetu ukiwa na wenzako huwezi kujua namna unavyo sound, lakini ukishaanza kujichanganya na watu unagundua kuna namna toni yangu haikai sawa. Kwa hiyo inaanza unataka kuswitch, uanze kuwafuata watu wanavyoongea wao, alafu unajikuta wewe unaharibu. Unataka kuongea kama mtu wa Dar. Mtu wa Dar es Salaam, mimi mtu wa Dar es Salaam. Mimi Kigoma ni sehemu ambayo niliwahi kwenda tu kutembea mara moja, hata sipajui sana. Lakini mimi Dar es Salaam, nyingine Kariakoo, Masaki, Vingunguti lakini kitu cha pili, uvaaji huwa unabadilika. Watu wengi wa Kigoma wakija Dar, yani huwa wanaamini kuna namna fulani ukivaa, yani unapoteza identity. Yani juhudi zao nyingi huwa zinaelekea kwenye kupoteza identity. Yani ni kitu ambacho common sana. Hivi ni inspiration quote gani ambayo unaikubali? Inspiration quote, consistency beats talent. Consistency beats talent. Yani hiyo ndo kitu ambayo naamini sana kwenye kurudia. Ukirudia una uwezekano wa kupata matokeo kuliko mtu ambaye ana talent kubwa. Yani kwa Kiswahili tunaweza kusema pia juhudi inashinda maarifa. Okay. Kwa nini unaishi nayo? Hiyo naishi nayo sana kwa sababu ujue kuna vitu ambavyo huwa vinatutofautisha, lakini kitu nambari moja huwa ni mafanikio. Sasa mafanikio hayaji kwa sababu wewe unajua sana, ila yanakuja kwa sababu umedhibitisha sana ubora wako. Na kwenye kudhibitisha sana ubora wako maana yake ni how many times umefanya kitu kikafaulu. How many times umefanya vitu vikafeli na haukukata tamaa. Kwa sababu kuna mtu mmoja ndio anaweza akaja akafanya kitu mara moja na akaondoka ikaishia hapo. Lakini kuna yule mtu ambaye anakuja kitu kinafeli yupo, kinafeli mara pili yupo. Yani ni mtu ambaye hachoki kubisha, mwisho wa siku milango ikifunguka na yeye anakuwa level sawa na mtu ambaye alikuja akafanya mara moja. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kutoa vitu 100 vikafaulu 10, unaweza kumzidi mtu mmoja aliyetoa kitu kimoja na akaondoka. Okay. Kwako mafanikio unatafsiri vipi? Mafanikio kwangu mimi, tafsiri ya mafanikio huwa ni simple sana. Nina furaha na kitu ambacho nimekiachieve. Hiyo kwanza. Lakini kitu cha pili huwa nasema ni kukua kutoka kwenye hatua zako za jana mpaka hapa ulipo. Ukijipima unajiona umeenda mbele au umerudi nyuma. Upande wangu wa mafanikio huwa ni hiyo tu. Nataka umpe shout out mtu mmoja ambaye hujawahi kumpaga kwenye maisha yako lakini alifanya kitu noma. Mtu mmoja anaitwa Ramakiledio. Ramakiledio ni mshikaji ambaye alinikuta sehemu nikiwa na washikaji ambao mimi najuana nao, yeye anajuana nao, mimi na yeye hatujuani. Ila akawa tayari kunichukua, akaniamini, akanipeleka kwake. Tukaishi kama ndugu, kama familia mpaka mwisho wa siku tumekuwa tunasaidiana. Kigoma au Dar? Hiyo Dar es Salaam hiyo. Ilikuwaje akakumpaka akachukua? Kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nimefukuzwa nyumbani na mshua. Kipindi ambacho nimekuja kusoma, kwa hiyo nikawa naishi studio kwa washikaji. Kwa hiyo wale washikaji pale studio walikuwa wanafahamiana na huyo jamaa, yeye ni fundi ujenzi tu, day worker zile na nini. Kwa alivyopita pale akanikuta pale nalala chini, akana mdogo wangu unalala hapa mimi na kitanda nyumbani 5 kwa 6. Akitutoshi sana ila tukijibana bana tunaweza twenzetu. Akanibeba hivi, yani kutokea hapa amekuwa familia 2012 huko 11. Okay. Mwambie chochote mchizi. Bana namkubali sana, Mungu amfanikishe sana. Ampe hela nyingi sana yule mtanga.